Naam, uhali gani ndugu yangu mpendwa au ndugu zangu wapendwa katika Kristo. Matumaini yangu mzima wa afya kabisa. Na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu ni mzima wa afya kabisa. Lakini kama una mushkeli kidogo, Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi. Karibuni tuungane tena kuendelea na safari yetu takatifu ya tafakari ya miezi 9 kwa heshima ya moyo mtakatifu wa Yesu. Baada ya kutazama historia na maana ya ibada ya moyo mtakatifu wa Yesu katika tafakari yetu iliyopita, leo tunasogea hatua ya pili, kutazama kwa kina uhusiano wa Ekaristi takatifu na moyo mtakatifu wa Yesu. Kumbuka, tafakari hii imeandaliwa na ndugu yenu Stanislaus Stefani Usangila na kusoma kwenu na mimi ndugu yenu Laban Pangapanga kupitia hapa PSM kwa maana Pangapanga Simulizi Mix. Asante na karibu. Hivyo, mada yetu ni Ekaristi takatifu, pendo wazi la moyo mtakatifu wa Yesu. Wapendwa, tunapolitazama fumbo la Ekaristi takatifu, tunakutana uso kwa uso na siri kuu ya upendo wa Yesu. Yesu aliyetuokoa msalabani, akashinda dhambi na mauti, akafufuka na kupaa mbinguni. Hata hivyo, hakutaka kutuacha peke yetu. Moyo wake mtakatifu uliojaa mapendo yasiyo na kifani ulitamani kukaa karibu nasi milele. Ndipo akaweka fumbo la ajabu la Ekaristi ili awe nasi siku zote hadi ukomo wa dahari. Hapa ndugu zangu, tujiulize kwanza, Ekaristi takatifu ni nini? Hii ni zawadi ya upendo wa Yesu kwa wanadamu. Ni sadaka ya mwili na damu yake iliyowekwa siku ya Alhamisi Kuu wakati wa karamu ya mwisho. Yesu alisema wazi wazi na nukuu, "Huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Hii ni damu yangu ya agano jipya." Mwisho wa kunukuu. Rejea Injili iliyoandikwa na Luka sura ya 22 aya ya 19 hadi ya 20. Kwa maneno hayo akageuza mkate na divai kuwa mwili na damu yake halisi. Hapo ndipo moyo wake ulidhihirisha upendo unaoshinda muda na nafasi, akibaki nasi daima katika sakramenti hii ya ajabu. Kumbe, Ekaristi si ishara tu, bali ni Yesu mwenyewe aliye hai na anayekaa kati yetu. Kwa hivyo, katika kila altare na tabernakulo, Yesu yupo kweli, kwa mwili na damu yake, kwa Mungu na ubinadamu wake. Na humo moyo wake mtakatifu hutupokea, hutufariji na kutupenda kuliko baba au mama yoyote duniani. Niamini mimi, ndimo humo unatoka mwaliko wake wa daima na nukuu, "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha." Mwisho wa kunukuu. Rejea Injili iliyoandikwa na Mathayo sura ya 11 aya 28. Tena katika Ekaristi, Yesu si tu rafiki, bali pia ni nguvu ya maisha yetu ya kila siku, kama ilivyodhihirishwa na Baba Mtakatifu Leo wa 15 Ijumaa Juni 27, 2025 katika maadhimisho ya misa ya moyo mtakatifu wa Yesu, ambapo alitoa pia sakramenti ya daraja takatifu kwa Mtanzania wa kwanza, Padre Eric Mgombera. Katika azimisho hilo alisema, Ekaristi takatifu ni chanzo na kelele cha maisha ya utume wa kanisa. Hata hivyo, ndugu zangu, tufikirie kidogo. Mama anayebeba ujauzito wake miezi 9, kila kitu anachofanya ni kwa ajili ya mtoto wake. Anakula ili mtoto apate afya, analala kwa kujizuia, anateseka lakini anavumilia, na hatimaye anapojifungua anakabidhi mwili wake ili mtoto aishi.
Hivyo ndivyo Yesu katika Ekaristi anatupatia mwili wake, damu yake, roho yake na uhai wake. Ni upendo wa kujitoa usiokuwa na kipimo, unaotoka moja kwa moja katika moyo wake mtakatifu. Lakini basi, kwa nini tuabudu Ekaristi takatifu? Jibu lake ni jepesi sana. Ni kwa sababu ndani yake yupo Kristo mzima, Mungu na mtu kweli. Tena majibu ya mkulima mmoja wa kijijini aliyezoea kwenda kanisani kila jioni na kukaa kimya mbele ya tabernakulo, alipoulizwa na Padre Yohane Maria Vianney, unafanya nini hapa? Kwa urahisi alijibu, namtazama Yesu naye ananitazama. Huu ndio urahisi na uzuri wa Ekaristi, upendo wa macho mawili yanayotazamana kwa ukimya wa moyo. Kumbe ndugu zangu, tukisujudu na kuabudu mbele ya Ekaristi, hatuabudu mkate, bali tunamwabudu Yesu, mwana wa Mungu aliyejificha humo. Mtakatifu Alfonso Liguori alisema, kati ya ibada zote hakuna inayompendeza Yesu kama ibada ya kukaa mbele yake katika Ekaristi takatifu. Humo Yesu yupo ili kutusikiliza, kutufariji na kutupa nguvu. Ni kama mtoto anavyopata faraja akikaa kwenye mapaja ya mama yake, ndivyo roho zetu zinavyopata amani tunapokaa mbele ya tabernakulo. Sasa tuabudu Ekaristi takatifu kwa namna gani? Kwanza kwa kushiriki misa takatifu, kwani humo ndimo sadaka ya msalaba inapoendelea upya kwa namna isiyo ya damu. Pili, tunapopokea komunyo takatifu, hapo mioyo yetu inakuwa tabernakulo ndogo ya kumhifadhi Yesu. Tatu, tunapomtembelea Yesu aliyejificha kwenye tabernakulo au wakati wa kuabudu Ekaristi hadharani, yaani adoration. Tukiwa humo tunaweza kusali, kuimba au hata kukaa kimya tukimwangalia tu. Mtakatifu Yohane Maria Vianney alisema, huyo Yesu yupo pale, anakuangalia wewe na wewe unamwangalia yeye. Huo ndio upendo wa kweli. Pale hakuna sheria ngumu ya namna ya kuabudu. Kilicho cha msingi ni moyo wa unyenyekevu na mapendo. Na je, ni kwa muda gani tuabudu Ekaristi takatifu? Hakika hakuna kipimo kamili, yaweza kuwa saa moja, dakika 10, hata siku kucha. Yesu hafurahishwi na wingi wa maneno, bali ukweli wa moyo. Kumbe hata dakika chache mbele zake zenye upendo wa kweli zina thamani kubwa, kwa maana hivi ndivyo Mtakatifu Teresa wa Calcutta anasema, dakika chache mbele ya Yesu wa Ekaristi ni nguvu kwa maisha ya siku nzima. Hata hivyo, kadiri tunavyoongeza muda wetu naye, ndivyo urafiki wetu na yeye unavyokuwa na mioyo yetu kubadilika zaidi. Hivyo, Ekaristi si tu sakramenti ya azimisho la misa, bali ni urafiki wa daima. Ni kiti cha mapendo ambacho Yesu kutungojea kila saa. Ekaristi takatifu si desturi tu, ni tukio la upendo. Kila mara tunaposhiriki komunyo ni kukaribisha moyo wa Yesu kupiga ndani ya mioyo yetu. Ni upaisho wa ile siku alipotolewa Kalvari, lakini sasa anatolewa kwangu mimi na kwako wewe binafsi. Lakini je, sisi tunaishi kweli fumbo hilo na urafiki huo? Ni mara ngapi tunapita karibu na kanisa bila hata ishara ya sala fupi mbele ya tabernakulo? Ni mara ngapi tumepuuza mwaliko wa Yesu kutuona na kutubariki? Tena ni mara ngapi tunakaribia komunyo takatifu bila kujiandaa, au tunaacha kabisa kushiriki? Je, kweli mioyo yetu iko tayari kumpokea Yesu kila mara anapokuja katika Ekaristi? Au tumezoea hadi tukashindwa kuona ukubwa wa zawadi hii?
Hakika ni mara nyingi tunashindwa. Hali hii inatulazimu kutafuta msaada wa mfano bora zaidi wa imani na mapendo. Naye si mwingine bali ni Bikira Maria. Yeye ndiye aliyempokea Kristo kwa unyenyekevu na kumhifadhi kwa uaminifu ndani ya maisha yake. Ni katika kumtazama mama huyu mtakatifu tunajifunza namna ya kumpokea Yesu, si kwa mazoea bali kwa shauku na moyo ulio wazi. Bikira Maria anatufundisha kwamba kukaribisha Ekaristi maana yake ni kuruhusu upendo wa Mungu kuingia ndani yetu na kubadili maisha yetu kama alivyojitoa kikamilifu kwa neno la Mungu. Ndugu zangu wapendwa, ndiyo maana hatuwezi kabisa kutafakari fumbo la Ekaristi bila kumtaja Bikira Maria. Yeye ndiye tabernakulo ya kwanza na mfano wa kanisa hai. Tangu alipokubali salamu ya malaika Gabrieli ya neno la Mungu kufanyika mwili tumboni mwake, alimkaribisha Kristo kwa unyenyekevu na uaminifu wa kipekee. Aliishi naye kwa muda mrefu kabla hata ulimwengu haujamtambua, na hivyo anakuwa mwalimu wa namna ya kumpokea Yesu kwa moyo ulio wazi na safi. Kila mara tunaposhiriki Ekaristi tunakumbuka kwamba yule tunayempokea si mwingine bali ni mwana yule yule aliyekaa ndani ya tumbo la Maria Bikira. Hivyo Maria anatufundisha si tu kumkaribisha Yesu bali pia kumpeleka kwa wengine kama alivyoeleza Mtakatifu Yohana Paulo wa Pili. Maria anatufundisha kuishi Ekaristi kwa moyo ulio wazi na wa mama, daima akimpeleka Yesu kwa wengine. Na sisi watoto wa mama, tunapokuwa karibu na mama yetu, tunakuwa karibu zaidi na Ekaristi kwa sababu Maria daima anatuelekeza kwa mwanae. Kwa hiyo mahujaji wenzangu, katika matumaini, leo ni mwaliko wa kufungua mioyo yetu zaidi kwa Ekaristi takatifu. Tuamue kumtembelea Yesu mara nyingi, tukimlilia katika shida, tukimshukuru kwa baraka na kumwachia ashinde mioyo yetu. Tusimwache atusubiri bure. Tumfikie na kumwambia, Yesu, niko hapa na kupenda. Tupokee komunyo takatifu mara kwa mara, si kwa mazoea bali kwa shauku ya kukutana na Yesu aliye hai. Tusiabudu kwa midomo pekee bali kwa maisha, kwa kushiriki sadaka ya misa, kwa kuishi upendo na kwa kushuhudia Injili ya huruma. Tuwe wanyenyekevu kama Bikira Maria, tukikubali kuwa tabernakulo safi iliyombeba Mwokozi. Hivyo kufungua mioyo yetu kwa Ekaristi takatifu maana yake ni kuja kwa unyenyekevu, tukitubu dhambi zetu, tukisamehe wale waliotukosea na tukikaribisha upendo wa Yesu kuwa chemchemu ya maisha yetu ya kila siku. Mwisho wa tafakari hii, tutambue jambo moja kuu: Ekaristi takatifu ni moyo wa Yesu uliobaki nasi. Ni chemchemu ya baraka, kimbilio la mioyo yenye huzuni na mwaliko wa kubadilika kila siku. Hivyo basi, tusimwache Yesu atusubiri bure kwenye tabernakulo. Ndiyo ndugu zangu, twende kwake, tumwangalie, tumwambie matatizo yetu, na juu ya yote tumshukuru kwa zawadi ya mapendo yake. Na huu ni mwisho wa tafakari hii, na hivyo kwa pamoja ningependa tusali. Yesu, moyo mtakatifu uliofichwa katika fumbo la Ekaristi takatifu, tupe neema ya kukupenda zaidi, kukaa nawe zaidi na kukuabudu kwa moyo safi. Bikira Maria, tabernakulo ya kwanza, utufundishe kuupokea na kuibeba Ekaristi takatifu kiaminifu katika maisha yetu ya kila siku. Amina. Ndugu zangu wapendwa, mwisho wa tafakari hii
ndio mwanzo wa matayarisho ya tafakari ya juma la 3, ambapo tutaingia kwa kina kutafakari misa takatifu na moyo mtakatifu wa Yesu, sadaka ya upendo isiyo na kikomo. Tuwe tayari. Tafakari hii imeandaliwa na ndugu Stanislaus Stefani Usangila na kuwekwa katika mfumo wa sauti nami ndugu yenu Labani Edward Pangapanga kupitia hapa PSM, kwa maana ya Pangapanga Simulizi Mixi. Tumsifu Yesu Kristo. Alimo Yesu.